Imekuwa ni siku nzuri sana yenye baraka mbele za Mungu wetu, Ijumaa yenye utulivu mzuri sana ambayo Mungu wetu ametupa tena neema na kibali kingine kuweza kuwepo tena katika mlima huu wa maombi. Hapa tuko kwenye pango ambalo ni pango watu huja kwa ajili ya kumlilia Mungu. Ni pango ambalo limekuwepo kwa muda mrefu sana. Watu wengi huja hapa kwa ajili ya kumwomba Mungu, wanalala usiku na mchana wakimlilia Mungu kwa ajili ya mahitaji walionayo. Kila mwanadamu ana mahitaji yake ambayo kuna wakati inamlazimu kujitenga kwa ajili ya maombi. Na kwa nini watu wengi sana tunapenda kujitenga, kuja sehemu zenye utulivu ili kuweza kupata unafuu? Watu wengi sana huwa wanahoji kwamba hivi kwa nini mtu uende mlimani? Lakini tunakuja mlimani ni kwa sababu ni mahali ambako kwanza kumetulia, ni mahali ambako kumetulia, ambako panatuhitaji tu kuweka utulivu wetu na usikivu wetu katika kile tunachokiomba na Mungu wetu ambaye tumekuja kumwomba. Kwa kweli sio kwamba mlima unaweza tukasema kwamba kuna watu wanasema nikienda mlimani nikirudi nitakuwa na nguvu. Sio kwamba ni kweli kwamba milima huwa inawapa watu nguvu ama sehemu fulani huwa zinawapa watu nguvu. Sio rahisi kama ambavyo watu wanavyoweza kufikiria. Kinachotoa nguvu ni Mungu mwenyewe. Sio kwamba mlima ama pango ama mto ama sehemu yenye utulivu ndiko ambako mtu anaweza kuipata nguvu ya Mungu. Hapana. Ila tunakuja sehemu kama hizi, milima kama hii, kwa ajili ya kuweza kuitafuta usikivu mzuri kati yetu sisi na Mungu, ama utulivu mzuri wa kumtafuta Mungu. Tunamwona hata kwenye Biblia, kwenye kitabu kile cha Marko sura ile ya kwanza na mstari wake wa 35, Biblia iko wazi kwa namna moja ama nyingine. Nitasoma. Biblia inasema ya kwamba hata asubuhi na mapema kulipokuwa kukicha, akaondoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Huyu ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo sio jambo ambalo ni la kushangaza ama ni jambo jipya, lakini ni kitu ambacho kimekuwepo. Yesu mwenyewe aliondoka akaenda akakaa mahali akajitenga ili kuweza kupata utulivu kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo tunakuja milimani zaidi sana ni ili kuwa karibu na Mungu mwenyewe. Tunatamani kuwa karibu na Mungu, tunatamani tupate usikivu mzuri, tunatamani sana tupate ushirika mzuri na Mungu mwenyewe. Lakini pia tunakuja milimani kwa ajili ya kuisikia sauti ya Mungu. Kuna wakati unaweza ukawa ni kweli uko labda kanisani ama mazingira nyumbani, lakini huwezi kupata utulivu mzuri sana wa kuzungumza hata na Mungu. Huwezi kupata amani nzuri kwa sababu dakika 2-3 hiki kimepita. Kwa asilimia kubwa watu wengi sana tunapenda sana kupanda milimani kwa ajili ya kupata utulivu, na kuzungumza na Mungu kile tulicho nacho ndani ya mioyo yetu na namna ambavyo tunahitaji nguvu yake. Tunahitaji nguvu ya Mungu ili tuweze kuifanya kazi yake. Tunaona baada ya Yesu kutoka mlimani, Biblia inatuonyesha kwamba wanafunzi wake walimtafuta. Walipofika wakamwambia, Bwana, Mwalimu, kuna watu wanakutafuta. Yeye akasema basi na twende sehemu nyingine, na alipofika huko ndipo tunapoona kwamba kuna watu wakapona, ama kuna mtu akapona ukoma. Ni kwa nini? Kwa sababu baada ya kuwa ametoka kwenye hali fulani ya utulivu. Kwa hiyo tunapanda milimani kwa sababu hizo, na tunamwamini Mungu kwamba yeye muda wowote yupo. Unaweza kumwomba Mungu sehemu yoyote, lakini unapotaka utulivu lazima upate mahali ambako unaweza ukajitenga kwa namna moja ama nyingine. Mungu awabariki sana. Amen.